Ya, niko single. Niliwahi kupenda. Kumbe uliwahi? Ndio, niliwahi kupenda lakini ndio hivyo tena. Ilitokea nini? Niliachwa. Alikuwa ni mwanaume wangu wa kwanza. Ndio. Nilikuwa namjali sana, namsikiliza. Kwa hiyo ikafika hatua yeye akaona kama vile kuna time na miss na mpaka sasa hivi na miss. Umewahi kuongwa na mwanaume Florida? Kuongwa? Hapana, sijui kuongwa. Kwani kuongwa ndo nini? Yaani binti yoyote kwanza utaki kupanga mahali kwa sababu mahali kwanza sio ya kwako. Gen Z nasikia ni vijana wameibuka, wamechachuka sana. Hapana, mimi sio Gen Z. Waligani mtazamaji wa Mino Bongo, nimekutana na yule mwanadada Florida mwenye video hii. Bika yangu ilitolewa kwa thamani ya shilingi 1,500. Na maanisha chips yai. Lakini atakayekuja kunioa anatakiwa atoe 3,000,000 na kuendelea. Kwanza Florida ni Gen Z au ni? Hapana, mimi sio Gen Z. Mimi ni binti ndio nimezaliwa 2000 lakini sio Gen Z. Tunajitegemea mimi kama mimi. Kwani Gen Z maana yake nini? Gen Z nasikia ni vijana wameibuka, wamechachuka sana, wana mambo yao fulani hivi. Kwa hiyo hayo mambo alionayo bisi na kabisa. Watu wanasema Gen Z ni kizazi hichi cha 2000. Hapana, sio kila aliyezaliwa 2000 ni Gen Z, hapana. Kumbe? Ndio. Kwanza ilikuwa kwaje mpaka wewe ukatolewa kwa shilingi bukujelo, yani chips? Yani sio kama nimetolewa kwa bukujelo, labda nimeangalia hii content itawezaje kuifikia jamii kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo ikabidi nitumie mimi kama mimi, nisimzungumzie mtu mwingine, nijizungumzie mimi, lakini sio kama nimejizungumza kwamba ni kweli, labda ni ile namna ya kufikisha ujumbe katika jamii yetu. Lakini ulikuwa unafikishaje? Yani ujumbe gani ambao ulikuwa unafikisha? Ujumbe ambao nimefikisha ni kwamba mabinti wa siku hizi wanatumika sana, alafu mtu ikitokea anataka kumooa anaanza kumwambia sija muoe, yani atumie hela kubwa, gharama kubwa, mhudumie. Kwa hiyo nimewasilisha kwamba wewe kama unahitaji kuolewa, wewe binti, jitunze hadi pale utakapoolewa. Sio kama unatumika sana alafu baadaye unataka uje uolewe kwa gharama kubwa. Kwa hiyo wajitunze mabinti. Wewe si binti wa sasa? Mimi ni binti wa sasa. Wewe unajitunza? Ndio, nimejitunza mpaka sasa. Wewe ilitolewa kwa shilingi ngapi? Hapana, kutolewa kwa hela na haijatolewa. Kuwa serious basi. Kweli? Haikutolewa kwa hela na haijatolewa. Watu hawaelewi hapa. Haikutolewa kwa hela na haijatolewa. Ni kweli watu hawezi kuelewa kwa sababu kama ulivyosema kizazi cha Gen Z kwa hawezi kuelewa. Kwa hiyo liache hilo kama lilivyo, liache, usilizungumzie. Wewe umewahi kuolewa? Sijawahi kuolewa bado. Wewe ni binti wa mwaka gani? 2005. 2005. Sasa hivi miaka 20 ngapi? 24? 21. 2005 umesema? 2005. Miaka 21. Unasoma? Nimesoma ila sio sana. Hadi sasa unasoma au umeacha shule? Mimi nimesha form 4. Sasa hivi unafanya mitikasi gani? Mitikasi ninayofanya kwa sasa ni content creator, pia ninafanya yangu ni operator. Sababu ya mabinti wengi kwa sasa kutumika kushindwa kujitunza ni nini? Sababu ya mabinti wengi kujitunza ni vile tu wanaona kama vile maisha wao wameyapatia sana. Yaani wanaona kama vile maisha wameyapatia sana. Kwanza sio wasikivu. Maana binti hataki tena kumsikiliza mzazi wake. Kwa hiyo anaamua kwamba ngoja afanye yeye anachoona ni sawa. Kwa hiyo ndo maana hivyo. Mahari ambayo inatosha kukuoa wewe ni shilingi ngapi? Mimi mahari siwezi kupanga kwa sababu mahari huwa inapangwa na wazazi. Sasa wewe kwa nini ulisema kwamba wenzako wanapanga 3,000,000? Kwani wao pia hawana wazazi? Wazazi wanao, lakini tunawaona kwenye mitandao kwamba mimi mali yangu itakuwa 50,000,000, sijui mimi nina hela, mimi tajiri, mali yangu si itakuwa 80,000,000. Kwa hiyo tunaona ikiwa binti yoyote kwanza utaki kupanga mali kwa sababu mali kwanza sio ya kwako. Sawa. Wanapokea wazazi na wazazi ndio wanakaa wanajadili binti yangu atatolewa mali shilingi ngapi. Kwa mabinti swala la kujipangia mali waachane nalo kabisa. Kwa sasa unafanya kazi gani? Nimekwambia ni operator. Una operate nini?
Mashine moja inaitwa motor grader, kwa Kiswahili ni jembe kati. Ni mashine ambazo zinatumika inajulikana sana kama katapila, kwa hiyo labda utanielewa katapila hizo. Oh, unaendesha katapila? Katapila mimi naendesha na upaleti. Kweli? Kweli. Ulipata wapi hiyo experience? Nilienda kusoma VETA Shinyanga, baada ya hapo nimeenda Kagera Sugar, nilikuwa mgodini pale Geita GGM, kampuni moja inaitwa Casco. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo una full experience, sio kwamba eti ni mwanafunzi au wa kuelekezwa? Hapana, sio mwanafunzi. Mwanzo ndo nilikuwa mwanafunzi, ila kwa sasa sio mwanafunzi. Ndio. Mbona uko mtaani sasa? Hizi shughuli nafanya yani kwa muda fulani, kwa hiyo kuna muda natakiwa kupumzika. Ni vikwazo gani ambavyo unakutana navyo sana kwenye mitandao? Vikwazo kwenye mitandao ni kwa kweli kuna comment mbaya, yani kuna mtu anakukomentia comment ambayo hata wewe mwenyewe ukikaa ila anyway unaamua kupotezea, kwa sababu ni kazi ambayo umeamua kufanya, kuelimisha jamii. Kuna watu wanakupokea, kuna watu wanakukataa, kuna watu wanakuponda, kuna watu wanakubali. Kwa hiyo hivyo tu tunapambana nazo, kwa sababu mtu akikukomentia vibaya, kwa hiyo unaonyesha tu ile reaction ya kufly basi, ili usianze kutukanana, sio amekutukana unamrudishia, amna. Ili mwanamke apendwe sana na mchumba, mpenzi au mume, anatakiwa kuzingatia vitu gani vitatu? Vitu vitatu vya kuzingatia ili upendwe sana. Mtu kama amekupenda tu, amna cha kuzingatia. Kweli? Kweli kabisa. Mtu anaanza kukupenda baada ya kuona kwamba unamheshimu, unamjali. Kwa hiyo hapo sasa ndo mnapoanzia. Sasa mtu hawezi kuwa unamdharau au akasema eti anakupenda, hapana, hamwezi kuishi. Wewe umependa? Niliwahi kupenda. Kumbe uliwahi? Ndio, niliwahi kupenda, lakini ndio hivyo tena. Ilitokea nini? Niliachwa. Kwa hiyo uliwahi kupenda ila ukaachwa? Pole sana. Asante. Nini kilikufanya uachwe? Ni kwamba ulicheat sana, ulifanya vitu vya hovyo, hukumsikiliza mwanaume wako, au nini kilitokea? Hapana, nilikuwa namjali sana, namsikiliza. Kwa hiyo ikafika hatua yeye akaona kama vile yani jinsi ninavyomjali yeye afanye hivyo. Kwa hiyo akawa kama amenionea huruma kwamba mimi nawekeza nguvu kubwa alafu yeye hana muda. Kwa hiyo ikabidi tu aniambie ukweli kwamba wewe unavyonijali hivyo, yani mimi siwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo unajua mtu kimpendea mimi anatakiwa kulipe mema. Kwa hiyo akawa anaona kabisa anayonifanyia haya stahili. Kwa hiyo nafsi yake ikamsuta. Ikabidi aniambie ukweli. Na mimi nikamuelewa. Okay. Ulijihisi kuwa mwenye mapungufu hadi huyo jamaa akaamua kukuchana hivi? Hapana, sikujihisi kwa sababu kama nina mapungufu, kwa sababu alinieleza wazi kwamba hiki unachokifanya, unavyonijali, yani jinsi ulivyonipokea kwa hali yangu nilionayo, lakini mimi siwezi kufanya hayo mema yote ambayo wewe unanifanyia. Kwa hiyo sikujihisi kama nina mapungufu. Kwa hiyo alikuacha kisa kuwa mwema sana kwake? Kwa sababu nilikuwa namjali sana. Unajua sisi wanawake ambao tunajipambania, tunajitafutia. Tukipenda tunapenda kweli, na ndio maana tunaachwa, tunatendwa mno. Kweli? Kweli kabisa. Alikuwa ni mwanaume wako wangapi kwenye maisha yako? Alikuwa ni mwanaume wangu wa kwanza. Ndio. Ulikaa naye kwa muda gani? Ilikuwa miaka 2. Mpo kwenye mahusiano? Tangu mmeachana ni muda gani umepita? Tangu tumeachana nadhani sasa hivi ni kama miezi 7 hivi. Miezi 7. Huwa mnasalimiana au baada tu ya wenyewe kuachana uliamua kabisa nawe kukaa mbali naye? Huwa tunasalimiana, yani tuna view status. Okay. Kuna time una miss? Kuna time na miss, na mpaka sasa hivi na miss. Unampenda? Ndio nampenda. Lakini aliniacha. Okay. Kama atarudi kwako kwamba tafadhali naomba turudiane, majibu yako yanaweza kuwa yapi? Hapana, hawezi kurudi. Kama ikitokea amerudi? Ikitokea amerudi, unajua mtu ukiwa unampenda, unajua upendo wa dhati haufi, lakini ile imani inapotea. Kwa hiyo kusema kwamba nampenda imaanishi kwamba ninamwamini. Kwa hiyo nilimwamini kwa mara ya kwanza, ila kwa sababu alivunja uaminifu, basi itabaki hivyo, nampenda lakini siwezi kumwamini tena. Na siwezi kumpa nafasi tena katika maisha yangu. Okay. Miezi 7 sasa hivi uko single? Niko single. Kwa nini?
Kwa sababu niko single, nitamthamini mtu yule ambaye atanipenda, lakini sasa hivi siwezi kumpenda mtu mwingine. Okay. Hajawahi kuja kwako kwa mara nyingine kukuambia, au hajawahi kuja mwanaume mwingine kwako kukuonesha kwamba nakupenda? Alishakuja lakini sijawa tayari. Alikuja mmoja au amekuja wangapi? Siwezi kutaja idadi yao. Ila wamekuja tu wa kutosha. Yeah. Kwa nini haupo tayari sasa hivi kuwa kwenye mahusiano na mtu? Kwa sababu kuna level fulani natamani nifikie kwanza, alafu ndo mahusiano yaje baadaye, sio sasa hivi. Okay. Unaposema kujipambania, kuna watu watakuwa waelewi vizuri. Unaposema mwanamke anajipambania, unamaanisha nini? Yaani kujipambania ni kufanya shughuli zako ambazo zinakuingizia kipato wewe kama wewe. Yaani umtegemei fulani ndo ule, umtegemei fulani ndo uvae, umtegemei fulani ndo upendeze. Kwa hiyo yani unajipambania wewe kama wewe, ukilala njaa ni wewe, ukishiba ni wewe. Okay. Ndio. Umewahi kuongwa na mwanaume Florida? Kuongwa? Hapana, sijui kuongwa. Kwani kuongwa ndo nini? Yaani mwanaume anakupa labda pesa au anakupa kitu chochote kwa ajili nyi wawili ni wapenzi, kwa hiyo anakupa? Hapana, sijui kuongwa, sijawahi. Hujai kuongwa? Ushawahi kuhudumiwa na mwanaume? Hapana, nimekuwa nikijihudumia mimi mwenyewe. Umewahi kumhudumia mwanaume? Hapana, sijawahi kumhudumia, labda ni vile tu amesema nilikuwa nahitaji nifanye kitu fulani labda mtandaoni lakini sina bando. Ukamtumia hata 2,000 5,000 basi. Kwa hiyo ulikuwa unamtumia mwanaume wako bando? Ya mara moja kwa namtumia. Yeye alikuwa anakutumia? Ya naye mara moja kwa ananitumia. Kweli. Kwa sasa hivi unadhani mwanamke binti anahitaji nini sana kwenye maisha yake? Mwanaume ambaye ana upendo wa dhati au pesa? Yaani hivi vitu utaki kuvilinganisha jamani, usivilinganishe. Pesa ni pesa na upendo wa dhati ni upendo wa dhati. Maana kuna watu wakipendana wanahisi kwamba pesa haitakiwi kabisa. Lakini kwenye mahusiano pia pesa inatakiwa iwepo kwa sababu kuna mahitaji mbalimbali yanahitaji pesa. Kwa hiyo pesa na upendo wa dhati ni vitu ambavyo havitakiwi kukaa pamoja kwamba uvikompare kwamba kipi bora, hapana. Okay. Kwenye swala la kupenda huwa unachagua rangi kwamba hutaki mwanaume mweupe, unataka mweusi, au hutaki mweusi unataka mweupe? Hapana, sijai kuchagua. Sijai kuchagua rangi wala ukimo wala pesa wala awe mtanashati. Sijai kuchagua hicho. Kabila je? Hata kabila sijawahi. Okay. Kwa sasa mwanaume atakayepata nafasi, yani mwanaume mwenye kuhitaji nafasi ya kuwa na wewe kwenye mahusiano, inatakiwa zingatie nini? Hebu rudia tena. Mwanaume ambaye anahitaji sasa hivi kuwa kwenye mahusiano na Florida, inatakiwa zingatie vitu gani muhimu? Labda awe na hofu ya Mungu tu inatosha. Kweli. Awe na hofu ya Mungu. Awe na hofu ya Mungu tu. Wewe una hofu ya Mungu? Nina hofu ya Mungu ndio. Kweli. Okay. Miezi 7 bila kuwa na mahusiano na bado uko happy, si ndio? Niko happy. Niko happy sana tu. Okay. Unajiridhishaje? Kujiridhisha unamaanisha? Basi mtu mzima? Mimi ni mtu mzima. Kujiridhisha? Kwani wao mapadili wanaishije? Au masista? Sasa wewe ungekuwa sister ila sio sasa. Lakini unao ni binadamu kama sisi. Kwa hiyo na assume kwamba maybe labda ningekuwa sister, kwa hiyo naishi hivyo. Wanasemaga wale hawajui kabisa ladha, lakini we ladha ndio ushaionja. Hapana, sijaionja, kwa hiyo. Ulikaa na mwana miaka 2 kwenye mahusiano bila kugusana? Ndio. Au ndo sababu jamaa akakumai? Sidhani kama ni sababu. Na hiyo haikuwa sababu. Yeye alikuwa na sababu zake nyingine. Kama nilivyokuambia. Okay. Basi sasa Florida, mimi nikushukuru sana kwa time yako. Shukrani. Asante.